Humu ndani mpaka MC naye ana chumba chake, inamaanisha MC na ma DJs wana chumba chao cha kubadilishia nguo. Huu ni ukumbi wa kisasa kabisa. Ukiachana na MC, ukija kwenye wahusika wakuu, kama ni sherehe ya harusi, basi maharusi watakuwa na chumba chao maalum kwa ajili ya kubadilishia nguo. Hicho chumba ni self. Yes, namaanisha hivyo. Chumba ni self na of course nafasi yake ni kubwa sana. Humo ndani kila kitu kizuri ambacho kitakuwa kikiwahusu kinaweza kikawekwa humo. Mbali na kuwa na chumba self, pia sijawasahau maids. Hawa wanapambisha harusi. Of course inaonekana harusi ni nzuri, inapendeza. Yes, na wao wana chumba chao self kwa ajili ya kubadilishia nguo. Na maanisha kwamba kila kitu humu ndani kiko mahala pake. Mbali na hapo, kwa maana kwamba nimeweza kukutajia wa maharusi na maids, pia wapambe. Hapo wapambe sasa sio lazima waingie kwenye changing room kwa maana ya upande wa maids au upande wa maharusi. Hapana, wapambe watabaki kwenye sitting area kwa maana ya sebule. Nayo pia ipo kwenye hili jengo au hii ramani ya ukumbi wa kisasa. Mbali na hapo, nimeweza kukuambia kwamba kuna chumba cha DJs na MC, na wao watakuwa na eneo lao kwa ajili ya kujiandaa. Isije ikawa MC amekuja na koti limepauka, of course akashindwa kubadilisha kwa sababu hakuna namna. Lakini hapa kila kitu kipo. Mbali na hivyo, kuna vyoo vinne kila upande na sehemu kwa ajili ya mambo fulani hivi, eneo la wazi ambalo linaweza likafanyika kwa matumizi mengine katika eneo la vyoo, aidha upande wa kushoto na upande wa kulia. Hizi pande mbili unaweza ukachagua wewe, upande mmoja wewe wanawake, mwingine wewe wanaume, yote inawezekana. Upande wa mbele nako pia tujaweza kuacha vitu vyote vizuri katika ukumbi vipo, kwa maana ya kwamba kuna counter au sehemu ya kupatia vinywaji pamoja na store yake. Lakini kuna store ya jumla ambapo kwenye store ya jumla sasa tutakutana na vitu ambavyo vitakuwa vinahifadhiwa. Vitu hivyo ni vya jumla. Viti vimeharibika vitakaa humo, vitu vingi vitakuwa vinatakiwa kuhifadhiwa, vitahifadhiwa huko. Lakini pia katika chumba cha ma DJs na MC nacho pia ni self. Yapo hicho chumba pia kinaweza ikatumika kuhifadhi vifaa vya muziki vile ambavyo havitakuwa katika umbo kubwa sana. Japo chumba ni kikubwa sana, maanisha kwamba ili isije ikawa jam kwa MC kubadilisha nguo humo, ndio maana imeweza kuwa hivyo. Hili jengo lina upana wa mita 28 na urefu wa mita 30. Ni jengo lenye ukumbi wa kisasa wenye uwezo wa kubeba watu kuanzia watu 500 mpaka watu 700 katika mpangilio ambao kidogo unakuwa ni wa kistaarabu. Lakini kama tutasema tupangilie upangilio kama ukumbi wa kawaida ambao ni wa sinema, ukumbi wa kawaida wa mikutano, basi unaweza ukapeleka watu mpaka 1200. Yes, hasa ukiweza kuangalia ili jengo namna ambavyo linaweza kupangilika, of course ni nzuri sana. Na hata bati lake ni la kuficha, ni bati la ndani likivuna maji kupitia downpipes gata, kwa maana ya zile gata ndizo ambazo zitakakuwa zinashusha maji. Nitakuelekeza namna gani inashusha maji huko mbele. Lakini kwa idadi ya tofali zinakwenda jumla ya tofali 9,000 za blocks. Yes, kama utatumia tofali za blocks. Lakini kama utatumia tofali za kuchoma, hapo kidogo idadi itakuwa ni kubwa sana, kwa sababu zinaweza kwenda tofali of course kama tofali 26,000 hivi, 26,000, 27. Hapo hatujafidia tofali ambazo zitakazokuwa zikipasuka. Kwa hiyo kama kutakuwa na tofali za kupasuka, ina maana utatakiwa kuandaa karibu tofali 30,000. Hizi ni details ambazo nimekutajia katika maandalizi ya boma peke yake. Sijahusisha tofali zinazohusisha msingi, kwa sababu hapo itategemeana na eneo ambalo unaenda kujenga litakuwa liko vipi, kwa maana shape ya kiwanja chako, lakini pia na aina ya udongo ambao unapatikana katika kiwanja chako. Huo mlango unaoona ni mlango wa emergency katika upande wa ndani. Kwa hiyo watu watatakiwa kutumia mlango huo kwa emergency, kwa dharura, kwa wale ambao watakuwa kwa katika eneo la stage au eneo la jukwaa. La wengine wote watatumia mlango wa mwanzo kule. Mlango unaonekana upande wa nyuma huku ni mlango ambao unaingia katika sebule ya maids. Of course sebule ambayo ina vyumba viwili self, ambapo vyumba hivyo ni changing room, kwa maana ya vyumba vya kubadilishia nguo kati ya chumba cha wahusika maharusi na chumba cha maids. Sawa, wataingilia katika mlango huo hapo kwa upande wa nyuma. Kwa hiyo sio lazima washare mlango na watu wa kawaida huko, kwa sababu kama unavyojua maex wako wewe ni washirikina, wana uwezo wa kukuwekea vizimba ikaja ikawa changamoto. Kwa upande wa bati, hapo zinaenda jumla ya bati 300 za futi 10. Lakini kama utakavyojua hili jengo ni kubwa, unaweza ukalipaua au ukaezeka kwa kenchi za kawaida za mbao, au ukatumia square pipes, kwa maana ya pipes zile kidogo inakuwa ni steel, naweza kusema ni vyuma kwa tafsiri ya kawaida. Sawa, sasa hapo kama utatumia mbao za kawaida, unaweza ukapeleka kuanzia mbao 500. Lakini hii
inaweza ikabadilika kutokana na namna ambavyo fundi atakavyoona na mazingira yatakavyokuwa, kwa sababu kitu ambacho kinafanya mbao zinakuwa nyingi au zinakuwa ni ndogo, cha kwanza ni namna ambavyo upauaji wake utakavyokuwa. Lakini kwenye upauaji haitakuwa kesi sana, kwa sababu mwinuko wa bati sio mkubwa sana. Kwa sababu mwinuko wa bati sio mkubwa sana, unaweza ukatumia mbao za kenchi. Lakini pia uwepo wa matetemeko ya ardhi katika eneo hilo hapo inaweza yakaathiri structure na umbo la jengo kwa ujumla. Kwa hiyo kwenye upande wa mbao za kenchi unaweza ukapeleka mpaka kuanzia mbao 500 na kuendelea, inaweza ikabadilika au ikawa hivyo. Lakini details zingine ndio kama nimeweza kukutajia hapo awali. Kumbuka ramani zinaendelea kulingana na mahitaji, na wewe ndio unatakiwa kuweka mahitaji yako hapo ili sisi tuweze kukuandalia ramani vile ambavyo wewe unahitaji.